Mnyama huu ni wa ajabu. Mmoja wao wako na pembe, wengine hawana. Wanapendwa na watu, wengine wanamchukia. Anaishi na watu, anakula watu, pia watu wanamkula. Yaani tunakurana. Tuongee kuhusu nguruwe. Tangu mtu aanze kuishi duniani, aliamua kuishi na wanyama. Mmoja wao ni nguruwe. Mnyama huu amekuwa na binadamu maelfu ya miaka. Nguruwe ni chakula cha kawaida, pia ni biashara kubwa. Lakini kwa watu wengine nguruwe ni haramu kabisa, ni mnyama mchafu. Kitambo nguruwe ilikuwa mnyama wa msituni. Watu wakampenda, wakaamua kuishi nao. Familia maskini wanapenda kutunza nguruwe sana kwa sababu za watoto wengi. Katika kitabu cha Korani, Mungu aliambia Muhammad kupitia malaika Gabrieli akisema, msikule kila kitu kinaweza haribu miili ya mtu na mafikirio yake. Madini kama Judaism, Orthodox na Islam wanakataza washirika kukula nguruwe kwa sababu nyama ya nguruwe sio mzuri kimwili na kiroho. Watu walipenda nguruwe kwa sababu hukua haraka, hukula karibu kila kitu na hutoa nyama nyingi kwa muda mfupi. Nguruwe ni mnyama wa akili sana. Wanaweza kukumbuka majina yao, kujifunza michezo rahisi, kukumbuka maneno kwa muda mrefu. Ukitembea nchi kama Indonesia, kuna nguruwe zinaitwa babirusa. Hizi ziko na pembe na zinaishi misituni na zinakula watu. Zaidi ya 40% ya nyama yote duniani ni ya nguruwe. Nchi kama China, Marekani, Ujerumani, Hispania wanakula nguruwe sana. Kwao nguruwe ni bacon, sausage, ham, pork chops. Nguruwe zinatengeneza biashara ya mabilioni ya dola. Nguruwe wanakuanga na ugonjwa sana wa minyoo, tumbo na virus kama flu-flan. Kuna nchi huacha nguruwe wakule mwili ya watu waliokufa. Kuna watu walitumia nguruwe kuharibu ushahidi kwa sababu nguruwe hukula kila kitu. Katika vita vya zamani, nguruwe walitumika kama njia ya adhabu na kutisha. Subscribe kwa channel hii kwa historia ya ukweli ambayo hazifundishwi shuleni.